Jina langu naitwa Joseph Isa Mohamed. Pole tena kwa msiba mzito ambao pia umegusa familia na umegusa tasnia ya filamu hapa nchini Tanzania. Nitamani kusikia vile ambavyo ulikuwa ukifahamu kazi za marehemu baba yako, jinsi ambavyo wewe binafsi ulikuwa ukijivunia baba yako. Kazi za mzee nazifahamu kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa nazifanya. Mimi ndo nilikuwa na shoot kazi zake. Kwanza nilianza kama mwigizaji nikiwa mdogo sana, aliniingiza kwenye tasnia yeye. Ndo akanipachika jina ile ambayo nafahamika sasa hivi, Kabuti Onyango. Baadaye kipindi hicho miaka ya 2000 huko, miaka 90, nilikuwa kama mtoto anacheza kwenye, wakati ndo naanzisha masuala ya TV. Sasa ndo anaanza kuingia ITV. Mimi nilikuwa nacheza nikiwa mdogo sana, niko darasa la 6 sura ngapi. Akaniingiza huko kwenye sanaa, nikafanya kwa muda mfupi, sio sana. Afu baadaye nikaenda shule, nikaondoka boarding. Nilivorudi nikaachana masuala ya uigizaji, nikawa nafanya kamera, nikawa cameraman. Na taarifa sasa ya kifo cha baba yako, wewe ilikukuta ukiwa wapi? Imenikuta kwa sababu mimi mwenyewe tulisimama mpaka dakika mwisho hospitali. Saa 11 asubuhi ikawa kuna kazi tayari iko mkononi, nishapewa naenda Dodoma. Sasa wakati napambana nikamwachia mdogo wangu majukumu ya kusimamia mgonjwa na maendeleo yake, alafu mimi nikaenda Dodoma. Nenda Dodoma, nafika kule saa 7 usiku ndo napigiwa simu, ambapo asubuhi nilikuwa nikafanya kazi, kwa nikashindwa, ikabidi nirudi Dar es Salaam sasa, sababu taarifa imekuja kule saa 7 usiku kwamba mzee ameshafariki. Kwa hiyo sasa mimi nigeuze nirudi Dar es Salaam. Na ulimwacha baba kwenye hali gani kipindi ambacho wewe unaelekea Dodoma kwenye majukumu mengine? Hakuwa kwenye hali nzuri. Sana, pressure ilikuwa iko juu sana. Kwa kuna pressure ilikuwa juu sana, kwa hakuwa kwenye hali nzuri sana. Lakini tulishasimama na nikamwambia dogo aendelee kupambana pale hospitali, mimi tageuka naenda hivi chapu nafanya kazi asubuhi, yani kwamba nipanga Ijumaa nikija tuendelee na matibabu ya mzee. Kwa hiyo ndio taarifa ikaja kwa mimi kwa Dodoma. Na alikuwa anasumbuliwa na nini zaidi ambacho kilikuwa kinamweka kitandani muda mrefu? Ni mambo ya moyo tu, pressure nini ndio anamsumbua sana. Na yeye alikuwa anasemaje kuhusiana na afya yake, jinsi ambavyo wewe labda ulikuwa ukimuona mkizungumza, labda kama mtoto, kuna yale maneno baba anaweza kana kuambia na wewe ni mtoto wa kiume? Afya yake ilikuwa, unajua kuna kipindi kidogo aliteleka, akaja akaimarika, akawa iko sawa. Sasa baadaye ndio kaja ikatokea hiyo, kwa muda mfupi kama siku 3 tu ndio ikatokea hiyo hali. Kutokea hiyo hali ndio akazidiwa sasa pressure na mapigo ya moyo akawa yanakwenda mbio sana, ndio kaleta shida. Maneno yake ya mwisho kwako baada ya kumwaga unaelekea Dodoma ilikuwa yanasemaje? Kwa sababu kabla kuelekea Dodoma nafikiri alikuwa kwenye hali mbaya, tuweza kuongea, ila siku 3 nyuma yake aliniambia tu, nataka utengeneze studio yako kubwa ili uweze kufanya production zako vizuri. Kwa hiyo jitahidi utengeneze studio yako hapa, kama kuna chochote niambie nikusaidie. Nikamwambia sawa, lakini kwa namwambia tu mzee bwana, hauko sawa, kwanza tulia. Anasema nataka utengeneze studio. Nikamwambia sawa basi, hamna shida. Kwa hiyo alikuwa ameng'ang'ania hapo, tengeneza studio yako kubwa, yako viende kwenye kazi zako. Kipo kitu ambacho alikuwa anakiamini sana kwako na ameacha kama deni kwako, kwa sababu amekuachia utengeneze studio, na mzee inawezekana kwamba aliona una kitu ndani yake kwenye masuala mazima ya production. Wewe umejiandaje? Nitatimiza sababu niko pia mbioni kufanya hicho kitu. Nitatimiza, na ndio maana kampuni yangu pia inaitwa Onyango Production. Nilitengeneza yeye mwenyewe, anambia iite hivi. Ni miaka mingi nyuma inaambia iita Onyango Production. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo naendeleza leo Onyango Production kwenye ukubwa zaidi. Babako alikuwa ni mmoja kati ya comedian
wakali sana hapa nchini Tanzania na akachonga barabara kwenye kiwanda cha comedian na filamu hapa Tanzania. Wewe ni kitu gani ambacho unajivunia kipindi hicho akifanya kazi zake kwa umahiri mkubwa na kusifika na kuonekana kwenye televisheni mbalimbali? Kikubwa mimi nilichokuwa najivunia kipaji chake, yani alikuwa na uwezo mkubwa sana kwenye swala la kuigiza, na sio yeye tu kusema, hata waliomzunguka wanakwambia huyu mzee anajua sana. Yani kina mzee Jongo, kina nani wanasema ni ana kipaji kikubwa sana, anakuvaa uhusika, anaweza sana. Na hata kuna watu walikuja, kuna kipindi wakawa wanaiga sauti yake, kila mtu anajifanya Onyango, kila mtu anajifanya Onyango, wengi waliiga Kijaluo kama anavyoiga yeye Kijaluo, lakini walichemka kwa sababu issue sio Kijaluo, issue ilikuwa ni talent ambao ana uwezo kuswitch chochote, akafanya hivi akafanya hivi, alikuwa na uwezo mkubwa sana. Kitu gani ambacho sisi hatukijui lakini wewe kama mtoto unakijua, siri ya kambi ya mzee wako kuwa mahiri kwa muda mrefu na kutokuwa na skendo? Kikubwa alikuwa hana mambo mengi, yeye ukimpigia simu kazi, kubaliana tu anakuja kwenye kazi, hana mambo mengi, hana ile sijui alikuwa apendi star sijui kwamba kuna kazi bwana, kuna JB akikuja tu, kuna JB kuna kazi, ndio bwana, kuna kazi kule kwa JB bwana. Yani hana hiyo sijui ngoja kwanza sijui nini, kuna kazi, anakwenda anakubaliana naye, basi anafanya kazi na Lamata wote ndio hivyo hivyo. Hata ukiwauliza watakwambia kwenye kazi alikuwa hana mambo ya kona. Utaratibu wa mazishi mmeupangaje? Utaratibu wa mazishi msiba utafanyika, msiba ndio uko hapa Kawe hapo Avocado hapa, na utaratibu wa kuzika utakuwa, mazishi yatafanyika Jumamosi, ibada itafanyikia hapa na tukatoka hapa saa 8 nadhani tutakwenda makaburini kule Mbweni Kondo kupumzika kule, lakini utaratibu wote utafanyikia hapa. Mazishi yote yatafanyikia hapa, kila kitu kipo hapa kuanzia asubuhi mpaka saa 8 kumpeleka kule makaburini Kondo. Na babako ameacha watoto wangapi? Sisi tuko 11, mimi nikiwa mtoto wa 4. Na alikuwa na wake wangapi marehemu? Wake watatu. Wake watatu katika namna ambavyo akabaki na mke mmoja ambaye ndio yuko naye mpaka sasa hivi, mpaka anakufa amemwacha pale. Pole sana. Shapoa.